السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل بعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا، ووعد بالنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. قطرة من فيض جوده تملأ الأرضية، ونظرة بعين رحمته تجعل الكافر وليا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه وحبيبه. أرسله رحمة للعالمين، فجاء بالدين القويم والمنهج المستقيم، صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستسن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن، وعلمنا بالغفران، واجمعنا على الإيمان، ووفقنا للإحسان. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همنا، وجلاء حزننا، وشفاء أمراضنا. اللهم آنس به وحشتنا، ونور به قبورنا. اللهم اجعل القرآن زيادة في أعمالنا، وبركة في أرزاقنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين آمين آمين. إخوة الكرام، kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupata fursa hii, fursa ziara wa liqa. Kwanza fursa nzuri ya kutembeleana na kukutana, na kutembeleana kwetu, kukutana kwetu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutembeleani kwa sababu tuna biashara zetu baina yetu sisi. Hatutembeleani kwamba kuna mambo yetu muhimu tukae tuyapange, bali kutembeleana kwetu ni kwa ajili ya Allah, kukaa tumzungumze Mola wetu Rabbuna Jalla wa Ala, tuzungumze maneno yake, tuelimishane kitabu chake. Na hili ni jambo zuri, na wanaokutana katika vikao hivi mbele ya Mwenyezi Mungu ni watu wakubwa, na malipo yao na daraja yao mbele ya Allah ni kubwa sana. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anatueleza katika hadithi al-Qudsi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama atauliza: aina almutahabbuna bijalali, aina almutajalisuna fiya, aina almutabadhiluna fiya, aina almutazawiruna fiya, alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah tauliza yawm alqiyama: aina almutahabbuna fiya, wa
waliopendana ajili yangu mimi. Aina almutahabuna bijalali, wako wapi waliopendana kwa sababu ya ufalme wangu mimi? Aina almutajalisuna fiya, wako wapi waliokuwa wakikaa kwa ajili yangu mimi, wanakaa pamoja? Aina almutazawiruna fiya, wako wapi waliokuwa wakitembeleana sababu yangu mimi? Aina almutabadhirina fiya, na walikuwa wako wapi waliokuwa wakipeana ajili yangu mimi? Alyawma udhilluhum fi dhilli, leo nataka niwaweke chini ya kivuli changu. Yawma la dhilla illa dhilli, na leo hakuna kivuli kingine isipokuwa kivuli hicho kimoja, dhillu arshi rahman. Kwa hivyo wale wanaokaa pamoja ajili ya Allah, wanaotembeleana pamoja, wanapeana na ushirikiano kwa ajili ya Allah, siku ya Kiyama watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatluna kitab Allah, wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana baina yao wao, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa hushuka utulivu, wa ghashiyatuhum ar-rahma, na hufunikwa na rahma, wa haffatuhum al-malaika, na malaika wafunika na mbawa zao, wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu, na Mwenyezi Mungu huwataja kwa majina mbinguni mbele ya malaika walioko kwake. Angalia Allah anafurahi waja wake wanapokaa ajili ya kikao cha mazungumzo yake au kitabu chake. Allah huwakusanya na malaika mbinguni, anawaambia, angalieni waja wangu wameacha shughuli zao, wameacha raha zao, wamekaa ajili ya kunizungumza mimi, ajili ya kuzungumza na kuelimishana maneno yangu. Na baada ya kikao kile, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum, enyi malaika wangu kuweni mashahidi mimi nimewasamehe hawa madhambi yao. Allahumma ij'alna minhum. Ikhwati alkiram, baada ya kumaliza tafsiri ya surati al-Munafiqun, leo tunakuja katika sura nyingine inayofuata ambayo ni surati al-Jumu'ah. Surati al-Jumu'ah madaniyatun nuzul, hii sura imeteremka Madina. Surati al-Jumu'ah kwa mpangilio, tartibu al-mushaf, mpangilio wa sura za msahafu zilizopangwa, suratu thaniyati wa sittun, ni sura ya 62 kwa mpangilio wa sura zilizopangwa kuanzia surati al-Fatiha mpaka surati an-Nas. Ama kwa mpangilio wa kuteremka sura, ni sura ya 106. Sura ya kwanza kuteremka ni ipi? Ya pili. Kwa hiyo suratul Jumu'ah inakuja sura ya 106. Suratul Jumu'ah ina aya 11. Suratul Jumu'ah ina vilma 177, na hii sura ina herufi 749. سورة الجمعة احتوت على معاني لطيفة فريدة. هي سورة imekusanya maana mengi sana yaliyo ya kipekee yake, na miongoni mwa yale yaliyokusanyika ndani ya surati al-Jumu'ah, rif'atu maqami an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Surati al-Jumu'ah inazungumza daraja na cheo
alichopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mola wake. Inazungumza heshima na daraja yake na fadla na mambo makubwa aliyopewa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dhalik amarat al-umma liiqamati as-salati al-farida wa hiya salatu al-jum'ah. Kisha baada yake hii sura, jambo kubwa muhimu la pili imezungumzia amri miongoni mwa amri kubwa za Allah, wasimamishe umma walioteremshiwa Qur'ani sura ya sala ya Jumaa. Wa li ahamiyatiha jaat suratu bismillah, na kuonyesha umuhimu wa hii sala na fadhila yake, sura imekuja na jina la hii sala, suratul Jumaa, kuonyesha umuhimu. Kitu kinapopewa jina ndani ya Qur'ani, ima khuturatul amri, yawezekana ni ukubwa wa lile jambo lilotajwa pale, au jina lile yani faida zake kile kitu, ama hatari na matatizo ambayo yapo kwa kile kitu. Mfano, sura tuliyoeleza imepewa jina suratul munafiqun. Hawakutaga wanafiki wakapewa sura na Qur'ani kwamba ni watu bora, bali sababu ya madhara makubwa walionayo, innahum kasusa. Ni kama mfano wa mchwa wanavyotafuna ubao, au wadudu wanaokula mwili wa mtu na hajui. Virus zile zinapomvamia mwili wa mtu, ikawa unatafuna ule mwili na yeye hajui. Ndio sababu ya kutajwa sura, watu waogope na wajue hatari yao. Na hapa sura imepewa jina la Jumaa kwa ubora wa salatu Jumaa. Hii ndio sala bora katika sala anazozisali Muislamu kwa wiki mzima. Ni sala imekusanya fadhila zake. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi kwamba yule atakayeheshimu sala ya Jumaa, akarauka mapema fi saati al-ula, akawahi wakati wa mwanzo, anapata ujira kama kwamba ametoa sadaka ya ngamia. Fakaannama qarraba badana, ujira wake ni kama ametoa sadaka ya ngamia mzima. Na atakayekuja wakati wa pili, fakaannama qarraba baqara, ni kama ametoa sadaka ya ng'ombe mzima. Anayekuja wakati wa tatu, fakaannama qarraba kabshan, ujira wake ni kama ametoa sadaka ya kondoo. Na anayekuja wakati wa nne, fakaannama qarraba dajajatan, ni kama ametoa sadaka ya kuku. Na anayekuja wakati wa tano, fakaannama qarraba baydatan, ni kama ametoa sadaka ya yai. Sala ya Jumaa, wewe ukirauka mapema unaandikiwa ujira umetoa sadaka ya ngamia. Alafu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, as-salawatu al-maktuba wal-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir, au katika lafzi nyingine ma lam tunsha al-kaba'ir. Sala ya faradhi mpaka kuja faradhi nyingine, na sala ya Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, na Ramadhani mpaka Ramadhani, mukaffiratun lima bainahunna, kufutwa madhambi yaliyoko katikati yake. Malam idha ijtunibat al-kaba'ir, ikiwa imepukwa yale madhambi makubwa. Sala ya faradhi ukisali, kisha umetoka ukapitia ulikopitia katika mihangaiko yako, kwa bahati mbaya umepita kichochoro kibaya, au umeteleza umeangalia pabaya, au
au umetamka neno ambalo si zuri au umefanya tendo ambalo ni miongoni mwa makosa madogo madogo, ukija ukiwahi sala ya faradhi nyingine unafutiwa lile kosa. Kwa ushahidi wa aya ndani ya Qur'an, Allah anasema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Innal hasanat, hakika mema ukiyafanya yanafuta mabaya. Na jumhurul mufassirin wanasema hasanat ay salawatu maktubat, zile sala za faradhi inaingia katika hasanat. Na kweli siku moja alikuja sahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqim alayya fiya, mimi nimefanya dhambi, nimekuja Rasulullah nisafishe, niwe msafi, nisimamishie hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekanyamaza. Akarudia mara pili, tumehakumjibu. Mara tatu tumeachana naye amshughulikie. Ikakimiwa sala, tumekasalisha. Alipomaliza, nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeshikana na msikiti. Yule sahaba akafanya wasiwasi, Mtume akanyanyuka aingie ndani, na mimi siwezi kusimamisha tena. Akamkimbilia akamwahi mbali, akamwambia, Rasulullah, umenisahau au naona hunishughulikii kabisa? Mimi nimekuambia nina tatizo kubwa, nimefanya kosa ya Rasulullah, nisafishe, mimi naogopa hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, alasta qad hawadta as-salata ma'ana, wewe si utasali jamaa na sisi? Qala na'am. Kaambia ndio ya Rasulullah. Tumekwambia qad ghufira dhanbuk au ghufira haqquk, kaambia basi usiwe na wasiwasi, dhambi lako limesamehewa, ile sala uliyosali imetosha, imefuta kosa lako. Ndio ulama wanasema makusudio ya kauli ya Allah, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, ni mema, na katika mema mazito ni sala tano. Na Mtume anasema sala tano, sala faradhi kwa sala faradhi, alafu Ijumaa inafuta madhambi ya wiki mzima. Sala inafuta dhambi iliyoko baina sala, Ijumaa inafuta dhambi ya wiki mzima. Na wiki na siku ngapi? Siku saba, si ndio? Yale makosa uliyofanya kwa siku saba madogo madogo, ukiwahi Ijumaa sala ya madhambi yako yanafuta. Kwa hivyo ni sala ina fadhila kubwa sana, salatu Ijumaa, na ndio idi ya wiki kwa Waislamu. Muislamu siku ya Ijumaa yatakana awe na umuhimu nayo. Mwenye kuoga siku ya Ijumaa akatoka nyumbani kwake na akarauka mapema wahi sala, akaja asikiza khutba, akimaliza anafutiwa dhambi. Tutaeleza zaidi kuhusu fadhila ya Ijumaa, iko aya hasa inayozungumza. Kwa hivyo sura imepewa jina la Isra, suratul Ijumaa. Kwa hivyo imezungumzia mambo makubwa mawili: cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, daraja aliyopewa, na imekuja katika aya gani? Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Alafu swala la pili ni sala ya Jumaa, amri kubwa katika amri za dini. Imekuja katika aya ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Turudi katika aya ya kwanza iliyokuja ufunguzi wa sura al-Jumaa. Asema Allah tabaraka wa ta'ala, yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. افتتحت السورة كأخواتها المسبحات. Sura hii imefunguliwa namna ya ufunguzi ya sura kama hizi ambazo zimeanza kama hii. Iftutihat as-sura kaakhawatiha al-musabbihat, imekuja ufunguzi wa sura kama zile zingine.
zilizofunguliwa zilizotangulia. Sura At-Taghabun tulizungumza, sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ziko sura nyingi katika sura 7 musabbihat zinazoanza na sabaha, lakini hii imeanza na yusabbihu lillah. Maana yusabbihu at-tasbih bimaana as-salat, bimaana adh-dhikri, bimaana at-ta'a wal ibada. Neno tasbihi linachukua maana pana, dalalatan wasi'a. Ima tasbihi inakuja kwa maana kusali, tasbih inakuja maana ya sala, tasbihi inakuja maana ya dhikri, tasbihi inakuja maana ya taa, tasbihi inakuja maana ya ibada. Ni neno linakusanya maana pana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yusabbihu lillah ma fi samawati wa ma fi al-ard, vinamsabihi Mwenyezi Mungu vilioko katika mbingu na katika ardhi. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametumia ma fi samawati wa ma fi al-ard. Harfu ya ma tumeizungumza mara nyingi, ni harfi inayotumia wingi, lugha fupi ya neno ambalo katika Kiarabu wanalitumia kukusanya wingi wa vitu. Badala ya kuhesabu unatumia ma fi samawati wa ma fi al-ard, yani viumbe vyote bikulli anwa'iha wa shughulha, viumbe tofauti ya vilivyo maumbile yake na hali zake. Ima ni malaika, ni ndege wa angani, ni samaki baharini, ni wadudu wanaotambaa katika ardhi, ni wanyama katika msitu, wanadamu walio katika dunia hii. Kila aina ya kiumbe anaingia katika harfu ya ma fi samawati wa ma fi al-ard. Na as-samawati wal ardu ta'birun qur'aniyyun 'an al-kawni kullihi. Neno as-samawati wal ardu ni istilahi ya Qur'an inayomaanisha ulimwengu mzima, vyote vilivyoko katika mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu akitaka kutaja ulimwengu wote, ahisabu jumla vilivyoko katika mbingu na ardhi, kuvitaja moja moja ni mambo makubwa. Mwenyezi Mungu hutumia maneno mawili, as-samawati wal ardh, mbingu na ardhi, yani ulimwengu wote. Ta'birun qur'aniyyun 'an al-kawni kulli. Allah subhanahu wa ta'ala asema yusabbihu lillah bi uslub al-mudari. Hapa haikuja kwa sabaha lillah, imekuja kwa mudari, yani jambo linalofanyika sasa. Na inapokuja uslubu al-mudari yadullu ala al-istimrar. Ikija dhamiri ya mudhari, ni maana ile jambo halifanyiki kwa mara moja au kama lafanyika sasa ni basi, la, daimul mustamir, ni jambo ambalo la kuendelea ila qiyam saa, mpaka mwisho wa dunia, halina mwisho hilo. Kwa hivyo Allah anamaanisha kwamba kila sekunde, dakika, kila saa, kila siku viumbe vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna wakati wa kupumzika na tasbih. Yusabbihu lillah, wa viumbe vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Na katika surati al-Isra Allah amethibitisha maneno aliposema tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u, wanamsabihi Mwenyezi Mungu malaika walioko katika mbingu saba, wal ardu, na ardhi saba, wa man fihinna, na viumbe vyote vilioko katika ardhi. Na ikitaka ardhi, bahari imo ndani,
na vilioko katika anga, ndege wanaoruka katika anga wamo ndani, wadudu wanaotambaa wamo ndani, si wanadamu tu. Kwa hiyo kila kiumbe aliyoko katika mbingu na ardhi vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Allah anasema wa in min shay'in, na hakuna kilichobaki chochote katika viumbe vya Allah illa yusabbihu bihamdihi, lazima vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Walakin la tafqahuna tasbihahu, lakini nyinyi ndio tatizo, hamsikii ile sala yao. Samaki baharini wanamsabihi Mwenyezi Mungu, sisi hatusikii tasbihi yao. Wanasabihi vipi? Majabali yanamsabihi Mwenyezi Mungu. Na katika surati Saba Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwamba majabali yanaleta tasbih aliposema ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr, ya jibal, enyi majabali na nyinyi ndege mnaoruka katika anga, awibi ma'ahu, ay sabbihi ma'a Daud, leteni tasbihi pamoja na Daud. Qur'ani inazungumza surati Saba, Allah anatoa amri kwa majabali na ndege, ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr, enyi majabali na ndege nyote leteni tasbihi. Anavyoleta tasbihi Daud, leteni tasbihi nyuma yake. Kwa hivyo kila kiumbe kinamsabihi. Katika surati Nur Allah anasema kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, kila kiumbe kiloumbwa na Allah pale kilipo, sisi tunavyojua, tusivyojua, tunavyoviona, tuvioni. Qad alima salatahu, kila kiumbe kinajua sala yake kitasali vipi, wa tasbihahu, la kitamsabihi Mwenyezi Mungu namna gani, na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh. Hapa Allah anamaanisha nini? Kuwa kila kiumbe hakipumziki, kinamsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, illa hadha al-insan al-ghafil, isipokuwa huyu kiumbe mmoja aliyeghafilika na kakake mwingine. Al-makhluq al-awwal, al-makhluq al-mukarram, isipokuwa mwanadamu ndiye anayeghafilika na ibada peke yake. Ajabu, kila kiumbe katika viumbe vya Allah havighafiliki na ibada ya Mola wake, havipumziki na tasbihi ya Mola wake, isipokuwa kiumbe matata ni mwanadamu na kakake ambaye jini. Hivi viumbe viwili ndio vimekuja na system ya kiburi na kuasi na ukaidi, lakini viumbe vingine vyote vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, viko chini ya taa. Na yani kullu makhluqin katika mbingu au ardhi vinamsabihi Mwenyezi Mungu na ibada. Hakuna wakati msaada isipokuwa mwanadamu peke yake. Mwanadamu tumeona asali, mengi wakati sala asali, na yeye ndiye kiumbe bora aliyepewa heshima zote na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala qad karramna bani adam, adabu basi kiumbe wewe uliyepewa heshima, uliyetambuliwa kuliko wengine, na wewe si uonyeshe adabu na heshima kwa yule aliyekupa heshima hiyo. Mwanadamu maskini hamjali Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amempa daraja. Mbingu na ardhi ziliumbwa ajili yake. Yani hakuna kiumbe aliyependwa na aliyepewa heshima kama mwanadamu. Subhira al-kaunu kulluhu khuliqa khasisan lahu, ulimwengu wote umeumbwa ajili yake maalum. Bahari imeumbwa ajili yake, mito imeumbwa ajili yake, majabali ajili yake, samaki ajili yake, wanyama ajili yake. Kila kiumbe, mvua inaonyesha ajili ya mwanadamu. Raha zote Mwenyezi Mungu alimpangia yeye, mataan lakum wa lian'amikum. Sukhira lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, Mwenyezi Mungu amemrahisishia kila kitu katika mbingu na ardhi. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula, Allah anasema
ina raha. Alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada, ardhi alipoiumba Allah subhanahu wa ta'ala aliumba majabali rawasiya, ambazo ni nanga yale majabali, ili ardhi iwe tulivu. Atamida bikum, ardhi sio inatingishika wewe ukapata tabu. Ndio unaona mwanadamu anaweza hata akajenga ghorofa, jumba lina ghorofa 60 au 150 au ghorofa 200, na kule ghorofa ya juu ya mwisho anapiga usingizi, anakuomba kule. Waarabu wa ghorofa yao wanaita natiqat as-sahab, ghorofa refu tunasema litakuza mbingu, yuko juu ghorofa ya 150, weza mpigia hata simu hasikii, sema nilikuwa nimelala, hana wasiwasi, ardhi imetulia. Mwenyezi Mungu ameweka nanga ya ardhi, imeizuia ardhi mwanadamu asizunguke. Lakini mwanadamu huyu ana tabia mbaya sana. Mwanadamu, inna al-insana la dhalumun kafar, anakufuru neema za Allah, anampuuza Mola wake, amjali yeye peke yake, ndio unafurika na ibada. Unamwona mtu